Safarian alizaliwa mjini katika familia ya kawaida. Wazazi wake walikuwa watu wa kipato cha chini, lakini waliamini katika elimu na bidii. Tangu akiwa mdogo, Sarah alionyesha mapenzi makubwa kwa kusoma na kusaidia wengine kujifunza. Alipokuwa shuleni, alikuwa akiwasaidia wenzake kuelewa masomo magumu, jambo lililompa furaha kubwa. Licha ya bidii yake, maisha hayakuwa rahisi. Baada ya kumaliza shule ya msingi, wazazi wake walikumbwa na changamoto za kifedha, hali iliyotishia ndoto yake ya kuendelea na masomo. Hata hivyo, Sarah hakukata tamaa. Alianza kufanya vibarua vidogo ili kusaidia familia yake na kutafuta pesa za ada. Mara nyingi alikaa hadi usiku akijifunza kwa mwanga wa mshumaa, akiamini kwamba elimu ndiyo ingeleta mabadiliko katika maisha yake. Baada ya juhudi nyingi, alifanikiwa kupata ufadhili wa masomo na kujiunga na chuo cha ualimu. Huko alijitahidi sana, akipata alama nzuri na kushiriki katika programu mbalimbali za kusaidia wanafunzi wengine. Alipohitimu, aliamua kurudi nyumbani na kufundisha katika shule za mtaani kwa mishahara midogo, lakini moyo wake haukuwa katika pesa bali katika kufanya mabadiliko. Baada ya miaka kadhaa ya kufundisha, aliota ndoto ya kuwa na shule yake mwenyewe, shule ambayo ingetoa elimu bora kwa watoto wa kipato cha chini. Safari ya kufanikisha wazo hilo haikuwa rahisi. Alianza kwa kufundisha watoto kadhaa nyumbani kwake, kisha akaanza kuweka akiba kidogo kidogo ili apate sehemu kubwa zaidi. Kwa miaka mingi alikumbana na changamoto nyingi: kukataliwa na taasisi za kifedha alipokuwa akitafuta mkopo, kosa msaada wa kutosha, na hata watu waliomkatisha tamaa wakisema kuwa hawezi kufanikisha jambo hilo. Lakini Sarah hakukata tamaa. Alizidi kufanya kazi kwa bidii, akitafuta wafadhili, na hatimaye ndoto yake ilianza kuwa kweli. Baada ya miaka mingi ya kujituma na kupambana, Sarah alifanikiwa kufungua shule yake mwenyewe. Ilianza kama shule ndogo yenye wanafunzi wachache, lakini kutokana na jitihada zake, ilikuwa na kuwa moja ya shule bora katika eneo lake. Alihakikisha kuwa watoto kutoka familia masikini wanapata elimu bora bila kulazimika kulipa ada kubwa. Sasa, miaka mingi baadaye, Sarah amekuwa mfano wa kuigwa. Shule zake zimepanuka na kuwasaidia mamia ya watoto kupata elimu bora. Anaendelea kuwahamasisha vijana kukata tamaa na kuamini katika ndoto zao. Maisha ni safari, na Sarah alithibitisha kwamba kwa bidii, uvumilivu na imani, ndoto yoyote inaweza kutimia. Kwa mafanikio yake, baada ya shule yake kupata umaarufu, Sarah aliamua kupanua huduma zake zaidi. Alianza kushirikiana na mashirika mbalimbali na wafadhili waliovutiwa na azma yake ya kuboresha elimu kwa watoto wa kipato cha chini. Kupitia msaada huo, aliweza kujenga madarasa zaidi, kuongeza walimu wenye ujuzi na hata kuanzisha mpango wa chakula shuleni ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wake wanakula chakula chenye lishe bora kila siku. Licha ya mafanikio yake, changamoto bado zilikuwepo. Serikali ilihitaji shule zote zisajiliwe rasmi na kufuata sheria mpya za elimu. Hili lilimlazimu Sarah kufanya kazi mara mbili zaidi kuhakikisha kuwa shule yake inakidhi vigezo vyote. Alihitaji fedha za ziada kwa ajili ya leseni, vifaa vya kufundishia na marekebisho kadhaa. Aliamua kuanzisha kampeni ya kuchangisha fedha kwa msaada wa jamii na marafiki zake. Kwa mshikamano mkubwa wa watu waliounga mkono juhudi zake, aliweza kupata fedha alizohitaji na shule yake ilisajiliwa rasmi kama taasisi ya elimu. Muda ulivyoendelea, Sarah aliona umuhimu wa kutumia teknolojia katika kufundisha. Alianza kuanzisha madarasa ya mtandaoni na programu za kujifunza kwa njia ya simu kwa wanafunzi waliokuwa mbali au wale wasioweza kuhudhuria darasani kila siku. Mpango huu ulibadilisha maisha ya watoto wengi, hasa wale waliotoka vijijini ambako shule zilikuwa chache na umbali ulikuwa tatizo. Shule zake zilipata sifa kubwa na alialikwa kushiriki kwenye makongamano ya elimu ndani na nje ya nchi. Katika mikutano hiyo, alipata nafasi ya kujifunza mbinu za kufundisha na kujenga mtandao wa watu wenye malengo kama yake. Hili lilimsaidia zaidi, kwani alipata wafadhili waliomsaidia kufungua shule za ziada katika maeneo mbalimbali. Baada ya miaka kadhaa ya kazi ngumu, Sarah aliweza kufungua shule 5 katika mkoa wake, kila moja ikiwa na mtaala bora na walimu wenye mafunzo ya hali ya juu. Alianzisha pia mfuko wa elimu kusaidia wanafunzi waliokuwa na ndoto kubwa, lakini wakakosa ada. Miradi ya kijamii na kuleta mabadiliko. Sarah hakutaka mafanikio yake yaishie tu kwenye elimu. Aliona umuhimu wa kuwekeza katika jamii kwa ujumla.
Alianzisha programu za kuwaelimisha wazazi kuhusu umuhimu wa elimu kwa watoto wao. Pia alihamasisha vijana kujifunza ujuzi wa maisha kama vile kushona, kilimo cha kisasa na ujasiriamali ili waweze kujitegemea hata kama hawakupata nafasi ya kuendelea na elimu ya juu. Kupitia ushawishi wake, alishirikiana na serikali kuleta mabadiliko makubwa kwenye sekta ya elimu. Alipewa tuzo mbalimbali za heshima kwa mchango wake katika jamii na hata alipewa nafasi ya kuwa mshauri katika miradi mikubwa ya elimu. Sasa, Sarah ni mmoja wa wanawake wenye ushawishi mkubwa katika sekta ya elimu nchini. Safari yake kutoka kwa msichana wa familia masikini hadi kuwa mmiliki wa shule nyingi ni mfano wa kuigwa na wengi. Anapenda kusema, hakuna ndoto isiyowezekana. Kwa bidii, uvumilivu na moyo wa kusaidia wengine tunaweza kubadilisha maisha yetu na ya wengine. Na safari yake bado inaendelea.